upendo. Mara zote tukizungumza habari za Mungu, tunayo sura ya Mungu mwenye kuponya. Mara zote tukizungumza habari za Mungu, tunayo sura ya Mungu mwenye sura ya kuwasaidia walio katika shida. Lakini iko sura nyingine, kama vile ambavyo unaweza ukachukua sarafu ya Tanzania, upande mmoja utaona sura ya rais na upande mwingine utaona sura ya wanyama ama karafuu za Zanzibar. Ukishaziona unajua hii ni sarafu ya Tanzania. Kwa hiyo ndivyo alivyo Bwana Yesu Kristo. Iko sura yake ya upendo, ambayo hiyo ndio ambayo inatenda kazi hata sasa. Lakini anasema ya kwamba iko siku moja ambayo imekwisha kuamliwa, wanadamu wote, aliyesimama kwenye jukwaa hili, anayemsikiliza aliyesimama kwenye jukwaa hili, wote imewapasa kudhihirishwa kwenye kiti cha hukumu, kwenye kiti cha hukumu, mbele ya kiti cha hukumu. Na Yesu Kristo anatajwa. Paulo anapomwandikia Timotheo anamwambia, ninakuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, huyu Yesu atakayewahukumu walio hai na waliokufa. Kwa hiyo Yesu ni kweli aliutoa uhai wake kwa ajili yako. Kwa hiyo Yesu ni kweli aliyatoa maisha yake kwa ajili yako. Lakini anatajwa ya kwamba iko siku atadhihirika na sura nyingine. Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia, ninakuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo atakayewahukumu wale walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake. Wewe uliyesimama hapa, tunaitarajia siku hii. Wewe uliyesimama kwenye madhabahu ukaimba, unaitarajia siku hii. Wewe unaichukua kwa kamera yako, unaitarajia siku hii. Mama unayefanya biashara, unaitarajia siku hii, ambayo kila mwenye mwili, ambaye kila mwanadamu atadhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu, ili apate kupokea aliyoyatenda wakati wa mwili wake. Ndiposa Paulo akaandika, wakati anawaandikia Wakorintho, akawaambia kwamba imetupasa sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apate kupokea ishara, ili kila mmoja apate kupokea mshahara, ili kila mtu apate kupokea matokeo ya mambo aliyoyatenda wakati wa mwili, sio baada ya kifo, bali ni wakati wa uhai wako. Mwanadamu, nataka nikwambie, unayo nafasi ya kutengeneza mambo yako ukiwa hai katika dunia hii, ukiwa na uzima katika dunia hii. Biblia yangu inaniambia ya kwamba kama vile ambavyo mwanadamu amewekewa kuishi mara moja na kufa mara moja, na baada ya kifo ni hukumu, hicho ndicho kilichopo, ya kwamba madamu ningali hai, ninayo nafasi ya kuyatengeneza mambo yangu. Madamu ningali hai, ninayo nafasi ya kuyatenga mambo yangu. Siku nikilala mauti, siku nikifa, nikiwa katika jeneza, nikiwa katika mochwari, sitaweza kutengeneza jambo lolote. Wakati ni sasa wa kuyatengeneza mambo yako. Siku ni leo ya kumwamini Yesu Kristo. Majira ni sasa ya kumwambia Bwana, nimesikia habari zako nami nimeogopa, maana unitadhihirika siku moja kwenye kiti cha hukumu. Na yeye anasema tutakapodhihirika hapo kwenye kile kiti cha hukumu, kila mmoja atapokea ishara, atapokea mshahara wa matendo yake aliyofanya duniani, aliyofanya wakati wa uzima wake. Paulo anaandika, anasema, yakiwa ni mabaya atapokea ishara, yakiwa ni mema atapokea ishara. Ikiwa ni mwamini Yesu atapokea ishara, hakumwamini Yesu atapokea ishara. Danieli akaandika akasema ya kwamba siku ile watu watakapokuwa wamefufuliwa, wako wengine watafufuliwa ili wapate aibu ya milele, lakini wengine watafufuliwa ili wapate raha ya milele. Na mimi jioni ya leo nimekuja nitabiri kwako, nikwambie ya kwamba kila mmoja atasirika, kila mmoja atadhihirika mbele ya kile kiti cha Mungu ili apate kufanya
hukumu. Haleluya, haleluya. Lakini kwenye kitabu cha Warumi, wakati anawaandikia Paulo Warumi, akawaambia ya kwamba hukumu ya Mungu ni ya kweli. Mungu sio msingiziaji. Mungu hatakusingizia mhubiri, mama. Mungu hatakusingizia. Tutakapodhihirishwa kwenye kile kiti cha enzi, yeye aliye wa haki, yeye mhukumu wa kweli, hatamsingizia mwanadamu, hatamsingizia mwanadamu. Kila mmoja atapokea ishara ya matendo yake. Unajua, hapa duniani yawezekana nikakamatwa kwenye kosa na nikajitetea sana, kwa sababu ni wanadamu. Ninaweza nikawadanganya, nikamdanganya mchungaji wangu, nikamdanganya ndugu yangu, nikadanganya wazazi wangu. Lakini mwandishi wa kitabu cha Waebrania anapoandika, anasema ya kwamba kila kiumbe, na wewe ni kiumbe, kila kiumbe, na mimi ni kiumbe, kila kiumbe, wachungaji ni viumbe, kila kiumbe, waimbaji ni viumbe, kila kiumbe, kila mmoja hapa ni kiumbe. Anasema kila kiumbe kitupu mbele za Mungu, tena kiwazi, wala kuna jambo lisiloonekana. Lile jambo lilofanya kwenye guest house hatukukuona sisi, lakini Bwana wa majeshi jicho lake lilikuona. Lile jambo lilofanya kwa maficho sana hatukujua, lakini Bwana wa majeshi ulionekana mbele zake, ulionekana mbele zake. Kwa hiyo anasema ya kwamba tu wazi mambo yetu yote yanaonekana kwake. Tunayofanya sirini yanaonekana kwake. Tunayofanya kwenye vitanda vyetu yanaonekana kwake. Tunayofanya maeneo ya siri yanaonekana kwake. Na siku ile tutakapodhihirika mbele ya kiti cha hukumu, anaandika Sulemani kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 12 na mstari wa 14, anasema Bwana ataleta hadharani kila neno liwe jema liwe baya, atalileta hadharani. Anaandika Sulemani, anasema ataleta hukumuni kila neno, ataleta hukumuni kila neno. Siku hii imewekwa kwa ajili yetu, na nikisema hukumu simaanishi kwamba hakuna mtu ambaye labda aliyeokoka hatahukumiwa. Ukipeleka kesi mahakamani haimaanishi kwamba wote hamhusiki kwenye ile kesi. Wote tunahusika kwenye ile kesi, lakini tofauti ni maamuzi ya mahakama. Mahakama inapohukumu, kuna mmoja anapata haki na mwingine anapata adhabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo tutakapodhihirishwa na Bwana atakuwa akileta hukumuni kila neno, neno la siri, neno la wazi katika hukumu ile, na kisha kutuhukumu. Kila mmoja atapata ishara yake. Je, utapokea ishara gani mpendwa? Je, utapokea matokeo gani? Uamuzi wa mahakama hii utakupa nini? Maana anasema hivyo, yataletwa hukumuni. Hata ya mapuza ambayo unayafanya, injili inapohubiriwa, wewe unaifyolea mbali, unaona kama umechanganyikiwa, hawana la kufanya. Uliona watu wote wamependeza namna hii, kama mchungaji wetu askofu, maaskofu wetu umeona wana suti nzuri. Uliona watu wamechanganyikiwa kavaa hivyo, vinginevyo wangevaa yaliyochanika. Wao ni watu timamu, ni watu wenye mamlaka. Kwa hiyo anakwambia ataleta hukumuni hata hizo dharau unazozionyesha wakati injili inahubiriwa. Bwana Yesu atusaidie, Bwana Yesu atusaidie, Bwana Yesu atusaidie, Yesu atusaidie. Kwa hiyo mtu wa Mungu alipoandikia kwa Korinto akasema ishara hii inatolewa
wakati ukiwa hai. Ndiposa Roho Mtakatifu akanikumbusha habari za mwanaume mmoja aliyeitwa Lazaro na habari za tajiri mmoja ambaye jina lake alikutajwa. Alipokuwa duniani, yeye akastarehe, na Lazaro akamwamini Mungu pamoja na tabu zake, pamoja na magumu yake. Na siku moja Lazaro akafa. Lazaro alipokufa, akachukuliwa na malaika, akapelekwa kuhifadhiwa kwenye kifua cha Ibrahimu. Mungu siku hazipandi. Waswahili husema Mungu si athumani. Tajiri naye akafa. Alipokufa, sijui nani aliyepokea. Yamkini ni mapepo, yamkini ni majini yalimchukua, yakashuka naye kuzimu, yakaanza kumtesa, akasikia mateso. Na kwa kuwa alikuwa ni tajiri, amezoea kuagiza, akatazama juu, akamwona Lazaro kwenye kifua cha Ibrahimu, akasema, yule Lazaro alikuwa ni mtumwa wangu, ngoja nimwagize. Akamwambia Ibrahimu, mwambie huyo kijana aende anipe maji hata kidogo, maana huku ninateseka. Ibrahimu akamwambia ya kwamba hakuna awezaye kutoka huku akaingia kule, maana anamwambia, wewe ulikula mema yako ulipokuwa duniani, ulifurahia maisha ulipokuwa duniani. Ni wakati wa Lazaro kuburudishwa sasa, maana alimwamini Mungu, akamtumainia Mungu, akamfuata Mungu. Mungu ataleta hukumuni mambo ya maisha yetu. Mungu ataleta hukumuni yale yaliyofichika. Mungu ataleta hukumuni yale ya siri, nayo yatatupa ujira, yatatupa ujara. Na utapokea ujira gani? Mtu wa Sirari uliyesikia injili hii, utapokea ijara gani? Yule tajiri anasema, sasa kama haiwezekani Lazaro kuniletea mimi maji kidogo, basi aende huko akawaambie ndugu zangu wako ndugu 5 ya kwamba watubu, wasije wakaja kwenye mateso.